Mheshimiwa mgeni rasmi, Halmashauri ya Manispaa ya Mpanda imekuwa ikitoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikiwa ni utekelezaji wa sheria ya mikopo ya mwaka 2018 na kanuni zake za mwaka 2024. Katika kutekeleza sheria hiyo, halmashauri zinatakiwa kutenga na kutoa 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake 4%, vikundi vya vijana 4% na watu wenye ulemavu 2%. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa robo ya kwanza mwaka wa fedha 25/26, halmashauri ilipokea maombi ya mkopo yaliyotumwa na vikundi 127 wenye jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 1 na milioni 70,500,000 kwa vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Aidha, halmashauri, Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri imeongeza juhudi za kukusanya mapato ili kufikia azma ya kutoa mikopo kwa vikundi 41 ambavyo leo viko mbele yako, vilivyokuwa vimebaki katika kanzidata, ambapo mikopo hii utakabidhi leo kiasi cha shilingi milioni 229,800,000 kumalizia kiasi cha fedha cha mikopo kilichoombwa na vikundi kwa robo ya kwanza ya mwaka 25/26, ikiwa vijana ni kiasi cha milioni 89 na wanawake kiasi cha shilingi 140 milioni na 100,000,000, na vikundi vya watu wenye ulemavu vilishapata kwa awamu ya kwanza. Mgeni rasmi, mkuu wetu wa wilaya, dada yangu, mama yangu Jamila Yusuf, naomba nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuamsha salama siku ya leo kuja hapa kutekeleza takwa la msingi ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuelekeza katika halmashauri kuhakikisha 10% zinawafikia akina mama, vijana pamoja na watu wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katika halmashauri yetu tumeendelea kufanya vizuri katika eneo hili. Mifumo ndio ambayo ilipelekea kidogo hata hii tuchelewe, lakini bado tuko ndani ya wakati. Na niendelee kusema bado tuna pesa ziko mezani ambazo mara moja tunaanza na mchakato ule tena. Na hivi leo tumekualika Mheshimiwa kwa ajili ya kutoa mikopo ya shilingi milioni 229 na 100,000 kwa ndugu zetu wajasiriamali walioko hapa mbele. Simu zilikuwa nyingi za hamu ya kuendelea kuchacharika, kujitafutia riziki kwa ajili ya familia zao. Kwa hiyo leo hayawi yamekuwa, na ndio maana tuko hapa. Ndio maana tuko wapi? Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Lazima niseme daktari kwa sababu yeye ndo ambaye ameruhusu Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutenga hizo pesa. Ina maana bila yeye sisi tusingekuwa tunafanya hivyo. Tungekuwa tunakusanya zote tunapeleka madarasani, zote tunapeleka kwenye afya, zote tunapeleka kwenye huduma zingine. Sasa hivi anayeomba akakidhi vigezo lazima atapata. Kwa hiyo sasa hivi sio kwamba hao waliomba wakafanikiwa kutekeleza masharti, wanakuja wengine tunawasahau wale wa kwanza. Hapana, sasa hivi anayekidhi vigezo atahudumiwa tu. Huenda huduma ikachelewa kumpata kwa sababu ya kiwango cha mapato kinachokusanywa na halmashauri, lakini lazima huduma hiyo itampata. Ni matumaini yangu kuwa vikundi vilivyopitishwa kupata mikopo ni vikundi pia ambavyo vimekidhi vigezo kwa mujibu wa sheria ya utoaji wa mikopo hii, na niwapongeze sana vikundi vyote ambavyo mmekidhi vigezo na hatimaye leo hii kuweza kupata mikopo kwa siku ya leo. Hongereni sana. Kwanza mmefanya kazi kubwa ya kujiunda tu katika vikundi. Hiyo sio shughuli ndogo.
ni shughuli kubwa. Kukae watu 5 alafu mnakubaliana kwamba tutaenda hivi hivi na hivi, sio jambo dogo. Sasa ni imani yangu pia mikopo hii ambayo mtapewa itaenda kuongeza tija na uzalishaji katika kuinua vipato vyenu. Hamtaenda kuitumia tofauti, haswa kwa vijana. Msije mkatumia hii mikopo sasa kwa ajili ya kufanya send off, kufanya kitchen party, lakini na kwa vijana haswa wa kiume, kwa sababu nawaona mko wengi. Msije mkaitumia sasa hii kama silaha ya maangamizi, kwamba utanikoma, nimekuangaikia kwa muda mrefu. Vijana oe! Hapo vipi? Mtabadilisha uelekeo kwani? Bahati mbaya wote wanacheka, hamna anayesema hapana, kwamba huenda kuna kamkakati hako karoho ukiona kana kuingia, kwamba huyu Hadija, Fatuma, sijui Ana, kwa muda mrefu na hasira na wewe. Ukiona hako karoho kana kuingia, kwa kweli sali kabisa, kwa sababu ukipunguza hata 50,000, vijana oe, ukipunguza hata 50,000 tu, hata 10,000 katika malengo uliokuwa umejiwekea, ukapeleka kwingine, maana yake umeshaharibu malengo. Sio rahisi. Hata shilingi 100 ikiondoka kwenye 10,000, hiyo sio 10,000 tena, itakuwa ni 9,999, si ndio? Niko hapa kuwakilisha kikundi changu cha Amka Group, ambacho kikundi hicho tulikianza toka mwaka jana, na kwa kuwa Mheshimiwa Rais alikuwa ametoa oda kwa vijana wajasiriamali kuweza kuchukua mkopo wa 10%. Kikundi chetu cha Amka Group sisi hatukusita, ni miongoni mwa vikundi ambavyo tulianza mchakato mapema sana, na hata hivi leo tumefikia hatima ya kuweza kupokea fedha taslimu na hundi ya shilingi milioni 6. Awali ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa hatua tuliofikia, lakini pia ninamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo amekuwa akitujali vijana, kwa namna ambavyo amekuwa akitutazama kwa jicho lingine. Sasa vijana sisi ambao wajasiriamali ambao kwa namna moja ama nyingine tunaonekana vijana wa chini, lakini leo tumepata fedha hii. Matarajio ya kikundi chetu kwa ujumla kama Amka Group, tunatarajia kuweza kuinuka zaidi kiuchumi, kutokana nyuma tulikuwa tunashindwa kujikwamua kwa kasi kwa sababu tulikuwa tuna uhafifu wa fedha ya mtaji. Lakini leo kwa kupokea fedha hii, tunaamini tunakwenda kuboresha miundombinu yetu, tunakwenda kuboresha shughuli zetu na kuongeza thamani kwenye shughuli zetu. Mimi ni miongoni mwa wale watu wana vikundi tulioomba mikopo ya Mama Samia. Namshukuru Mungu, leo tarehe 10 mwezi wa 10 2025 tumeweza kupewa mkopo taslimu kwa Mama Samia. Tumeweza kupewa mkopo kwa Mama Samia kwa ajili ya manufaa yetu wenyewe, kwa ajili ya kuwezesha biashara zetu ndogo ndogo. Kwa hiyo nawaomba Wanakatavi mliokata tamaa, mnaosema kwamba labda ni uzushi, hapana, sio uzushi. Mimi leo tumepata mkopo ambao ni halali kabisa tumepewa, ila ni kazi kwetu kutendea kazi.